Nipe sikio lako kwa dakika hizi 4, naamini utanielewa. Lakini pia usikose kusubscribe Makumba International News. Kwa toka mchana ambapo mfululizo wa makombora ambapo Irani na Marekani na Israeli, yani Israel na Marekani wamekuwa wakishambulia kwenda Irani, lakini Irani yeye ameamua kushambulia zaidi ya nchi 5, lakini pia mpaka Israel kwenyewe. Kwa muda huu mchache imeonesha kwamba Irani ni watu hatari sana, na ndiyo maana inaonekana Marekani hataki Irani atumie nyuklia. Kwa sababu gani nasema Irani anaonekana kuwa ni hatari sana? Hebu angalia, Irani amekaa tu katika nchi yake, ametuma makombora kwa kuagiza, lakini makombora yote yaliyokwenda yamekwenda sehemu alizozilenga, yaani kuanzia kambi za kijeshi za kule Jordan, makombora ambayo yamekwenda kule Bahrain, makombora ambayo yamekwenda Qatar na kule Falme za Kiarabu, lakini pia hata yale yaliyokwenda kule Israel. Yaani targeti zote za Irani alizopiga amepiga mule mule. Huyu mtu anaonekana ni hatari, na ukizingatia kwamba mshauri mkuu wa mkuu wa majeshi wa Irani amesema kwamba makombora waliotumia leo hii ni makombora ya kizamani, sio makombora mapya. Yani bado hawajaanza kutumia makombora mapya, wametumia makombora ya kizamani. Kwa hiyo hii inaonesha kwamba Irani kwenye shabaha yuko vizuri sana na ni mtu hatari. Marekani wamepiga bomu na kushirikiana na Israel wamepiga mabomu, lakini miongoni mwa picha unazoziona hapo, hiyo ni shule ya wasichana iliyokuwa nchini Iran, na shule hii inasomwa na jamii ya Kiyahudi ambayo ipo kule nchini Iran. Yani ni Wairani, ni raia wa Irani, lakini ni jamii ya Kiyahudi. Shule hii imepigwa na kombora ambalo taarifa za awali zinasema zaidi ya vifo 36 mpaka 54 vimeripotiwa vya wanafunzi wa shule hizi. Na hii inaonekana sasa aidha Marekani na Israel hawana target, hawana shabaha, na hapo uzingatie wameshambulia kwa kusogelea, hawana shabaha mpaka wanakwenda kupiga shule. Hawa tunasema ni watu ambao, raia ambao hawana hatia, na si maeneo ya kimkakati ambavyo wanadai hapo awali. Walisema kwamba watashambulia kwenye maeneo ya viongozi na maeneo ya kijeshi, ingawa kuna taarifa kwamba makazi ya Ayatollah yameshambuliwa, lakini Ayatollah mwenyewe yuko salama. Na kuna taarifa pia zilikuwa zinasema mkuu wa majeshi ameuawa, lakini amesema yupo salama, na leo hii usiku wataanza mashambulizi rasmi. Hizi za mchana zilikuwa ni rasharasha kwa ajili tu ya kuichosha mifumo ya ulinzi ya kule Israel, lakini pia kuwavunja nguvu wale ambao wanajeshi wa Kimarekani waliokuwa karibu na Irani, ili atakapoanza kupeleka makombora mfululizo kule Israel, ambako watu wameingia chini ya mahandaki na Netanyahu amekimbia tayari. Ndege imeonesha Netanyahu ameikimbia Israel, amewaachia msala wana wa Israel. Lakini kikubwa nilichokuwa nakionyesha hapa, kitendo cha kombora la Marekani na Israel kwenda kupiga shule la wanafunzi wa Kiyahudi, yani Waisraeli wamewaua Wayahudi wenzao, ni kwamba ni targeti haikuwa sahihi. Hapa ndio tunapata sifa kwamba Irani ni kiboko, kwa sababu wanashambulia kwa masafa marefu, lakini targeti inakuwa hatari. Lakini taarifa zingine ambazo hazijathibitishwa kwa uhakika, lakini ni taarifa zilizotokea kwenye vyombo vya habari, vinasema kwamba Donald Trump kupitia Italia ameiomba Irani isimamishe mapigano. Yani Donald Trump amepitia Italia wazungumze na Irani kwamba Irani wasimamishe mashambulizi, kwani mashambulizi ya Irani yameonekana kuwa makali na yamepelekea maafa makubwa kwenye kambi za kijeshi za Marekani. Hivyo Donald Trump ameiomba Italia izungumze na Irani kwamba mapigano yasimame, lakini siamini kama Irani inaweza ikasimamisha mapigano kirahisi, kwa sababu ilisisitiza muda mrefu sana kwamba isichokozwe, kwa sababu ikichokozwa wenyewe watakuwa ni kama vichaa kwenye vita. Hivyo sidhani kama Irani wanaweza kusimama, lakini sio kwa haraka. Nadhani wanataka kutoa fundisho kidogo kwa Marekani pamoja na Israel, lakini ieleweke kwamba Irani ni watu hatari sana. Marekani ukiondoa nyuklia ambazo wanamiliki, nadhani kwenye vita vya kawaida hawa Irani watengwe. Ngoja tuone kile ambacho kitaendelea, ingawa sisi kama binadamu tunapenda dunia iwe na amani, ili kila mtu afe kutokana na siku yake itakapofika, atolewe roho kama yeye. Lakini vita kama hivi inakuwa sio vizuri, lakini kwa sababu vimetokea, ngoja tuone. Subscribe Makumba International News.